Shalom, brethren. Winfred Wanjiro here from AIC Jirani. Established October of 2016 under Reverend Gideon Karanja in the serene environs of Jirani. Welcome. Preach the word. Okay, asante sana for this day. Tushukuru Bwana kwa sababu alikuwa pamoja nasi. Wale ambao wageni karibuni sana. Wale ambao pengine hawajakuwa nje kwa content na mababa siku ya leo, karibuni tena sana. Kuna mambo kadha ya kufanya na mimi kwamba yote tutafika kwa wake Mwenyezi Mungu. Nikiangalia wakati chief walikuwa na present, again I saw the voice missing. Boys, please. This is part of your training. When I spoke about kukimbia tamaa za ulimwengu, nimetaja statistics na vile watu wameingia katika madawa. Si kweli? Ni kweli. Majority of the people, please train yourself to sit down and listen. Sasa maana ni vizuri kufanya hivyo. Nashukuru kwa sababu watoto wa Sunday School walipokuwa wakifanya the memory verse, wamefanya Matthew 28, na nikajua ya kwamba we are in the spirit kwa sababu tutakuwa tukitumia pia tunapoendelea katika somo letu siku ya leo. Mambo ni mengi na kwa hivyo tutayafanya yote. Hapa mbele tuko na sadaka zetu pamoja na alimbuko na I want to believe. Tuombeni kwa ajili ya vipawa hivi. Baba wetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa sababu ya watu wako. Wabariki kwa kazi za mikono yao Baba wetu, na kutokana na zile baraka umewabariki nazo Baba wetu, wameleta sadaka na fungu la 10, matoleo ya shukrani Baba wetu, na hata mambo mengine ambao hatuwezi tukataja yote, hata kwa malimbuko Baba wetu. Tuombe ya kwamba utaendelea kubariki kazi ya mikono yao, wapanulie mipaka yao Baba wetu, na kutana na mahitaji yao kila siku, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Pokea sifa na shukrani zetu, maana kwa kusifu, maana hayo ndio maombi yetu kwa imani kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. I think that I will do, tulikuwa pia na dedication ya mtoto mmoja. Yako wapi? Nilete mtoto tafadhali, tumpeane kwake Bwana. Nilifurahi waliponiambia, nilifurahi waliponiambia, nilifurahi waliponiambia Aiden Okoth. Kwa hivyo tuko tayari kumpokea Aiden Okoth. Nitamweza? Aonekana amekula samaki. Tutakuwa ukimwombea kabisa, na siku moja akitaka kuwa Bishop Okoth utamzuia? Wewe utamzuia? Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya Aiden Okoth. Kama vile ulivyosema ya kwamba tuache watoto waje kwako, tusije tukawazuia. Tumpokea kwa imani Baba wetu ya kwamba atakuwa mtoto ambaye atakuwa mcha Mungu. Tuombe ya kwamba utamsaidia mzazi wake kumwombea na kumfunza neno lako Baba wetu. Atakapokuwa mkubwa Baba wetu, tuombe ya kwamba atakuwa mmoja wa ufalme wako Baba wetu. Pokea sifa zetu na shukrani zetu, na ukamtumia kama chombo chako kwa utukufu wa jina lako. Kwa hivyo tumkabidhi kwako katika jina la Baba na Bwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. God bless you na ukue vizuri. Thank you. Tumpigie Aiden Okoth makofi. Praise the Lord.
Iko too high. Too high. Praise the Lord. Unanisikia sasa? Unanisikia? Haya. Najua time imeenda kiasi, lakini wacha tuende pamoja katika neno lake Mwenyezi Mungu. Kwa wale ambao ni wageni, naitwa mchungaji Karanja. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Leo nataka kuzungumzia juu ya ubatizo, kwa sababu tutakuwa na sehemu ya ubatizo. Na wakati mmoja hapa nikasema ya kwamba it is mandatory to be baptized. Ni lazima tubatizwe. Praise the Lord. Kwa hivyo kama hujabatizwa ujue ni kwamba ni lazima ufanye nini? Lazima ubatizwe. Na nilikuwa nikikumbuka miaka ya zamani nikiwa mdogo, wakati kanisa la Full Gospel lianza kuingia upande wa Nyeri kwa wingi sana. Walikuwa wanakutana katika hema na kuhubiri, na watu waliokolewa baadaye walikuwa wanapelekwa mtoni kubatizwa. Nakumbuka siku moja tukienda, it was a public attraction. Watu walikuwa wanatokea kwa wingi wajionee, na hata wengine wabatizwe. Lakini nakumbuka kuna wengine ambao walikuwa wameokoka usiku katika hema, mchana wakiambiwa kwamba wanaenda kubatizwa they shied off. Na mpaka leo wengine hawajasimama vizuri. The point I'm making is this, ni kwamba ubatizo it's a public affair. Praise the Lord. Ni kitu ambacho kinafanywa wazi wazi, na ili pia unashuhudia wengine yale mambo ambayo yametokea katika moyo wako. Somo letu napatikana katika kitabu cha Mathayo mlango wa 3 na mstari wa kwanza mpaka wa mwisho verse 17, na nitajaribu sana kuisummarize kwa sababu pengine nikijaribu kwenda hivi tunaweza jikuta hapa jioni. Na hivi ndivyo tunavyosoma. Na nimesikia hata katika nikitembea leo asubuhi nikasikia kwa redio mtu mmoja akiongea kuhusu John the Baptist, and I'm talking about it today. Watoto pia wamesema ya kwamba katika Matthew chapter 28 and verse 19, Yesu Kristo katika the Great Commission aliwaamuru kwamba enendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu wa mataifa kuwa wanafunzi wangu, si ni kweli? Mkiwabatiza na kuwafundisha kuyashika yote ambayo nimewafundisha. Praise the Lord. Kwa hivyo it is very important jambo hili la ubatizo kwa Mkristo yeyote, kwa mtu yeyote anayeamini. Ubatizo ni very very crucial. Now this is what we read. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Ndipo alipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi yote na kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. Hata alipoona wengi miongoni mwao Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda yapasayo toba, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake ghalani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikafunuka, akamuona Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake.
na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema and I want to repeat again that baptism is mandatory. It's a must. Praise the Lord. Ni vizuri kufanya hivyo. I know watu jaribu kuleta pengine other excuses ya kusema kwa yule mwivi ambaye alikuwa pale msalabani ya kubatizwa, lakini yule ambaye hayuko hajaagi kwa msalabani na hana mpango wa kufa leo, si ni kweli? Kuna mpango wa kuendelea kukaa katika ulimwengu huu, lazima afanye nini? Lazima afanye nini? Yes, it's a must. Na kwa nini niseme ni a must? Nataka tuangalie kwa kifupi sana sehemu ambayo tumesoma, na ukianzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 8 tunaona the baptism of, yani ile kazi ambayo John the Baptist alifanya, na tunaambiwa vizuri kwamba alitokea na akaanza kubatiza watu. Sitaki kuingia katika mambo ambayo tunaambiwa, lakini ukiangalia unaona hali yake ya unyenyekevu, hali yake ya kujinyima kiasi kwamba alikuwa anakula nzige na asali kule nyikani. Praise the Lord. That is what you call a lot of sacrifice. Lakini kile nataka kutuangalie sana ni ujumbe wake. Ni ujumbe wake. Maana katika mstari wa 1 katika kitabu hicho cha mlango wa 3 anasema ya kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Sawa sawa? Kwa hivyo nataka my first point is this: tubuni mkabatizwe. Tubuni mfanye nini? Na ukiangalia kutubu hapa kwamba mtu amebadilisha mawazo yake, pengine attitude yake na mtazamo wake wa maisha. Ukikubali kabla hujamjua Yesu Kristo, ukikumbuka wengi tulikuwa na a very bad attitude. Ulikuwa pengine unaona mchungaji akikaribia nyumbani kukuhubiria unatoroka. Kuna mtu alifanya hivyo? Yeah. Mnanisikia? Mnaniona? Ama pengine ulikuwa unaona Wakristo unasema hawa watu kila siku ni kuimba nyimbo za kihaleluya, wanakaa namna gani? Najua hata katika shule wengine wanaitwa ni washamba, si ni kweli? Ni watu ambao hawajafahamu mambo sana. Lakini wakati ambapo Kristo anakuja kwako, unaposikia neno hili na kubadilishwa, unabadilika, si ni kweli? Unatubu. Sawa sawa? Na ukitubu, then the Bible says ya kwamba unaokolewa. Praise the Lord. Ukiangalia vizuri hapo, wale wote ambao walikuja, he had a very simple message: tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umefanya nini? Umekaribia. Na jambo la pili katika mstari wa 7 anasema ya kwamba let me read verse 7. Verse 7. Hata alipoona verse 6. Naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. Kwa hivyo the baptism should be preceded by confession. Ama aje? Lazima niamini kwamba mimi ni mwenye dhambi, lakini lazima uamini wewe kuwa ni mwenye dhambi, na ili utubu makosa yako. Praise the Lord. Ukishatubu makosa yako ubatizwe. The problem wakati mwingine ni kwamba tunaanza the other way around. And I think I like napenda pengine imani ya AIC kwa sababu tunapenda sana kubatiza mtu ambaye ni mkubwa. Nimepokea mtoto hapa Aiden, ni kweli, lakini sijambatiza. You get me? Sijafanya nini? Wale ambao tunabatiza ni wale ambao wamekiri kwa vinywa vyao kwamba wameokoka. I want to believe that. Praise the Lord. Wameziungama dhambi zao, wakapitia through the class ya baptism, sasa tuwabatize. You hear me? Kwa hivyo ni vizuri kutubu na kubatizwa. Soma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 2 katika mstari wa 37. Wakati Peter alipohubiri, akahubiri sana, watu walipomsikiliza waliuliza, tutendeje ndugu zetu? Naye Peter akajibu akasema ya kwamba tubuni mkabatizwe. Sawa sawa, mpate ondoleo la dhambi na kipawa cha Roho Mtakatifu ambaye tumeahidiwa. Praise the Lord. And so I believe very strongly ya kwamba tunaanza na kutubu. Amen. Sawa sawa, tunasamehewa dhambi zetu. Praise the Lord. Tunapokea Roho Mtakatifu. Amen. Na ya tatu tunabatizwa. Amen. Kwa hivyo that should be the format. Haya. Ukiangalia katika sehemu ambayo inafuata mstari wa 8 na kuendelea, nataka tu kusema kwa haraka ya kwamba na tukishabatizwa
tukishaokoka lazima tumzalie Bwana matunda. Amen. I'm speaking to the candidates today ya kwamba sio tu kuzaliwa mara ya pili, sio tu kuokolewa, sio tu kubatizwa, lakini pia lazima tumzalie Bwana nini? Angalia mwenzako, mwambie zalia Bwana matunda yanayolingana na toba, yanayolingana na nini? Now why are we saying this? Ukiangalia wakati John the Baptist alikuwa akihubiri, maandiko yanasema ya kwamba watu walitoka katika sehemu tofauti tofauti, wengine karibu Jordani, wengine Judea, wengine Jerusalem na kwingineko, na wakaja kusikiliza. Alipokuwa akifanya hivyo, pia kuna kikundi kingine kilichokuja kusikiliza ujumbe wake. Nao ni akina nani? Ni Mafarisayo na Masadukayo. The Pharisees and the Sadducees. These were two distinct groups. Vikundi viwili vya watu tofauti sana. Let me take you through them. Mafarisayo walikuwa watu ambao walifuata sheria sana. Walikuwa watu ambao pia wana imani kiasi. Na ukitaka kujua kwamba walifahamu maandiko, one, walikuwa very particular about tithing. In fact, walikuwa wanatithe kila kitu. Kila kitu. Walikuwa wanafanya nini? Wanatithe. Ukitaka kujua kwamba pia walikuwa watu ambao ni watu walikuwa pia wanafunga, kula na kunywa na ili waombe. Kwa hivyo walikuwa watu ambao pia ni wa maombi. Lakini ni watu ambao walizingatia sana the traditions, especially the Mosaic law. Na wakaongeza vitu vingine sana mpaka ile sheria sasa ikawa mzigo kwa watu. Lakini pia walikuwa katika mstari wa mbele katika kumtesa Yesu Kristo. Am I communicating? Ndio sababu wanaitwa uzao wa nyoka. Kwa pamoja. Kikundi cha pili ni wale ambao wanaitwa the Sadducees. Sadducees nao walikuwa wale ambao wako karibu sana na the priesthood. Kwa hivyo ni kama the priests and the pastors of today, the clergy. Sawa sawa. Hao nao pia walikuwa watu ambao wana imani yao, lakini kuna mambo hawakuamini. Jambo la kwanza, hawakuamini juu ya ufufuo wake Yesu Kristo. Did you hear me? The Sadducees, ama wale wachungaji wakati ule, wale wakuu wa the temple and everything else, hawakuamini katika ufufuo wake Yesu Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Na jambo la pili, pia they were anti-supernatural. Yaani yale mambo ya kusema kwamba kuna miujiza inatendeka, kuna watu wanaokolewa, kuna watu wanaponywa, hawakuamini hayo mambo. Na ukumbuke wako wapi? Wako katika hekalu. Lakini hawakuamini mambo ya the supernatural. Nilikuwa nafikiria ni kama pengine wale, unajua kuna extreme evolutionists, scientists ambao ukiwaambia kwamba kuna vipawa, kuna miujiza inatendeka, wanasema kama hatuwezi tukai-experiment tukaiona, si ya kweli. Hello? Unanielewa? Na this kwa sababu ya kutokuwa na imani yao, ndiposa John anauliza, ni nani aliwaonya mkimbie hasira ya Mungu ambayo inakuja? Anawaambia kwamba lazima mzae matunda ambaye yanalingana na kutubu. Am I communicating? Na kwa hivyo hapa ningependa kuiapply very quickly. Hata sisi ambao tuko kanisani, sisi ambao tunamwamini Yesu Kristo, sisi ambao tuko hapa, lazima tuzae matunda ambayo yanalingana na imani yetu. Ama ni directed kwenu. Lazima mzae matunda ambayo yanalingana na nini? Yes. Nisije nasema kwamba tunaenda mbinguni kwa imani, lakini ukiniangalia kule hakuna mazao yaonekana. Praise the Lord. Mtu mmoja akasema ya kwamba kama sasa pengine tukiangalia this furniture, tungependa kujua ni nani alitengeneza kwa sababu ni kazi nzuri, ama aje? Is it true? Naye Mkristo anajulikana kwa sababu ya maisha yake. Lazima tuishi maisha ambayo yanamzalia Bwana matunda na matunda mazuri. Am I communicating? Na jambo la mwisho, na hapo nitajaribu kueleza kidogo. Kwa hivyo nimesema tubuni, mfanye nini?
mkabatizwe. The first thing. Sawa sawa? Ya pili, mzalie Bwana nini? Matunda. Amen. Na jambo la tatu na la mwisho, I'm moving very fast. Nitakuuliza ukienda nyumbani, please read it. Ukianzia mstari wa 13 na kwenda mpaka mwisho, tunasoma kuhusu ubatizo wake Yesu Kristo, ya kwamba Yesu Kristo naye akatokea mahali John alikuwa akibatiza watu, the Jordan River. Sawa sawa? Yohana alipomuona alijaribu kumzuia, na anasema ya kwamba mimi hata sistahili kufungua nini? Viatu vyake. Na ujue pengine hiyo ni kazi ambayo ilikuwa inafanywa na servants, angebeba vile viatu. Lakini Yohana anasema ya kwamba mimi hata sistahili. Ukweli ni kwamba nastahili kubatizwa na wewe, sio the other way around. I see a lot of humility katika John. Si ni kweli? Mtu ambaye alitambua Yesu Kristo ni nani. Lakini Yesu Kristo akamwambia kwamba lazima tufanye hivi ili tutimize haki. Praise the Lord. Lazima nibatizwe ili nitimize haki. Nikajaribu kuangalia the meaning of this. By the way, wasomi wanasema ya kwamba one, Kristo kukubali kubatizwa ni kuonyesha kwamba alikuja ili ajifananishe na sisi wanadamu ambao tulikuwa katika hali ya dhambi. Si mtasema amen wapendwa? Identifying with us the sinners. Si ni kweli? That is why alikubali pia hata kwenda kubatizwa. Na ili kama Kristo alibatizwa, wewe ni nani ukose kubatizwa? Hallelujah. Kama Kristo alifanya nini? Je, wewe ni nani ukose kubatizwa? He set an example ambao tunastahili kuiga na kufuata. Praise the Lord. Haya, jambo lingine ni kwamba alipokubali kubatizwa, amesema kwamba alifanya hivyo ili atimize haki, kumaanisha kwamba whatever he was doing was very important, lazima ifanywe na watu. Kwa pamoja. Haya. Basi ubatizo ni nini? What is this baptism? What is this baptism? By the way, nilikuwa nasoma kitabu cha mtu mwingine anasema kwamba baptism must by immersion. Ubatizo uwe by, tufanye kwa njia gani? Tukuweke pale kwa maji ndani vizuri na utokee pale. Hallelujah. Yes. I know makanisa mengine pia wanabatiza na maji kidogo. Hata kuna mengine ambao unapitia chini ya bendera unasemekana kwamba umebatizwa. Lakini the true baptism is by immersion. Amen. By this is good to do that. Haya. Kwa hivyo ni vizuri kubatizwa. Na pia kubatizwa, it is actually a public proclamation. Yani ni kama una declare kwa watu ya kwamba mimi nimemkubali Yesu Kristo. Ni kweli? Na hii ndio ishara ambayo natoa kuonyesha kwamba mimi kuanzia leo ni mfuasi wa nani? Wapendwa, mimi ni mfuasi wa nani? Wa Yesu Kristo. Kwa hivyo wakati ambapo unabatizwa, una declare publicly ya kwamba mimi ni mfuasi wake Yesu Kristo. Amen. Na sio tu kudeclare, pia unatangaza kwamba wewe ulikufa pamoja na Yesu Kristo kwa imani. Amen. Umefufuka kwa imani. Praise the Lord. Na kwa sababu Kristo was sinless. Kristo hakutenda dhambi. Kwa hivyo jukumu lako ni kuishi maisha ambayo ni ya utakatifu. Amen. And I'm saying this very emphatically. Kwa sababu we are not coming here to give anybody a name. Ni mwajigwa? Yes, we are not coming to give somebody a name, tumpatie sijui jina Gideon or the other name. Now, ni yale mambo ambayo yametendeka katika moyo wa yule mtu that you are actually confirming. Praise the Lord. Na kwa hivyo ningependa tu kujua ya kwamba tunafanya hivyo ili watu waweze kudeclare publicly ya kwamba wako na ule uhusiano naye Yesu Kristo. Na kwa hivyo as we do this, basi nataka tu kusummarize kwa kusema hivi: kama uko hapa na hujaokolewa bado, hujabatizwa, the starting point is one: tubuni mkabatizwe. Amen. Starting point wapi? Ni kutubu.
Lazima tukubali kwamba sisi ni wenye dhambi, tuamini, tutubu makosa yetu, na ili tuingie katika the second section ya ubatizo. Amen. Na jambo la pili, kwa yule ambaye amebatizwa, kwa yule ambaye ameokolewa, tuzae matunda ambayo yanalingana na toba. Praise the Lord. Imani yetu, imani. Ningependa kutaja sana kwa Wakristo wenzetu ya kwamba hata yale maneno ambayo yanatoka katika vinywa vyetu yawe ni ya kubariki. Ni kweli? Because wakati mwingine, sorry to say this, una interact na watu unakuta kwamba bila kujua, pengine watu wengine pia utoroka kanisani kwa sababu ya maneno ya wengine wetu. Is it true? Yes. Kwa hivyo tuzae matunda ambayo yanalingana na nini? Na toba. Yale ambayo nasema yawe ni kweli katika moyo wangu. Praise the Lord. I pray ya kwamba hakuna mtu atatoroka siku moja akasema ya kwamba mimi nitoroka kanisa kwa sababu ya Pastor Karanja. I pray that doesn't happen. Amen. Jambo la mwisho, Kihubiri alisema ya kwamba yule ambaye anakuja nyumba yangu ni mkubwa kuliko mimi. Si kweli? Mimi nawabatiza kwa nini? Kwa maji. Lakini atawabatiza na nini? Kwa Roho Mtakatifu. Praise the Lord. Na pia kwa moto, meaning atakuja kuondoa dhambi na makosa yote. Praise the Lord. Na sio tu anaposema juu ya moto ni kumaanisha kwamba judgment is also coming. Praise the Lord. Kuna siku ya kiyama ambayo inakuja. Amen. Yule ambaye hamwamini anatupwa wapi? Katika ile motoni. Si ni kweli? Praise the Lord. Now, before I leave this place, niseme hivi ya kwamba katika mstari wa mwisho maandiko yanasema ya kwamba wakati Yesu Kristo alipoingizwa katika maji na kutolewa pale, nataka uangalie mambo matatu ambayo yalitendeka. One, akaona Roho wa Mungu akishuka kama nini? Kama hua, like a dove. Praise the Lord. Akawa juu yake. Kumbuka John the Baptist alisema ya kwamba yule ambaye anakuja nyuma yangu atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Aliposhuka juu ya Yesu Kristo, sauti ikatoka mbinguni ikasema ya kwamba huyu ni mwanangu mpendwa. This is my beloved son. Sawa sawa. Na kwa hivyo mna haja ya kumsikiliza na kumtii. Sauti hiyo ilitoka kwa nani? Ilitoka kwa Mungu Baba. Praise the Lord. Haya. Nani alikuwa akibatizwa? Yesu Kristo. Ni nani alishuka kutoka mbinguni? That forms the basis of what we believe in the Trinity. Utatu wake Mwenyezi Mungu unaonekana katika ule wakati pia wa ubatizo. Hey, watu wa Mungu. Hey, are you hearing me? Sauti ikasikika, Yesu Kristo akabatizwa, Roho wa Mungu akashuka kama hua. The Trinity of God is evidently seen katika jambo hili. Amen. Na kwa sababu naongea na watu ambao lazima waongozwe na Roho Mtakatifu. My third point is this. Ya kwamba Mtakatifu mjazwe na nani? Mjazwe na Roho Mtakatifu. Hapa there is a very deep teaching hapa, very deep. Kwa sababu wakati mwingine hapo ndipo wakati mwingine tunakosana ama tunakosa kuelewana na Pentecostals. Because baptism is a one day activity. Unabatizwa mara ngapi? Mara moja. Si ni kweli? Unaokolewa mara ngapi? Mara moja. Na wakati ambapo unaokolewa, that is what we call the baptism of the Holy Spirit. Nitarudia hiyo. Wakati ambapo unaokolewa, you get what we call the baptism of the Holy Spirit. Why am I saying this? Kwa sababu hauwezi ukasema kwamba Yesu Kristo ni Bwana isipokuwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Unanielewa? Kwa hivyo you get baptized once. Lakini read with me katika kitabu cha Waefeso mlango wa 5 na mstari wa 18.
Waefeso 5 and verse 18. Waefeso 5 and verse 18. This is what the Bible says. Tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe roho. Bali mjazwe. Wangapi wameona mlevi akitembea? Wangapi? Tumewaona akitembea na raha zake, hata akisema mimi naitwa fulani, kama kuna mtu alikuwa amemuuliza jina lake, hapo naongea na nimekosea mtu. Mimi nimekosea mtu? Hapana. Praise the Lord. The Bible is saying ya kwamba vile mtu anavyokontroliwa na mvinyo, let us be controlled by the Holy Spirit. You yield, yani kila siku unajipeana kwake, Bwana niongoze. Be filled with the Holy Spirit. This is something continuous. Nimesema baptism ya Holy Spirit mara moja wakati wa wokovu, lakini continuously tuendelee kuomba Bwana kwamba tujazwe na Roho wake Mtakatifu. Am I communicating? Kwa hivyo 3 things that I've said, nimemaliza sasa. Mambo matatu. Tubuni, mfanye nini? Kabatizwe. Amen. Ya pili, zaeni matunda yanayolingana na nini? Na toba. Amen. Na jambo la tatu, mjazwe na Roho. I pray kwamba wale candidates ambao tunabatiza leo, tafadhali mkubali kujazwa na Roho kila wakati. Amen. Kuongozwa na yeye. I want to plead na wale ambao sisi tumekuwa katika huo wokovu miaka mingi, tukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Tukikubali kuongozwa na yeye, tunazaa tunda la Roho. Did you hear me? Utakuwa na self control, utakuwa na furaha, utakuwa na kindness, utakuwa na mambo yale ambayo yanatajwa pale, kwa sababu unakubali kila wakati kuongozwa na Roho wake Mwenyezi Mungu. Amen. Naomba wale ambao wanabatizwa wakuje hapa. The 7 names ambao nimepewa. Nimeona Brian Mungai, nimeona Brian Koech, nimeona Masi, nimeona, kujeni hapa. Tuwapigie makofi. Haya. Kanisa, ni mnajua hawa watu? Tuwabatize? Tuwabatize? Hamwajui? Naona watu mnawajua? Tuwabatize? Unajua wakati ambapo ninawabatiza, it also means ya kwamba I have the evidence of their faith. Unanielewa? Kwa hivyo nataka nisitaki kuwa peke yangu. Mnawajua? Tuwabatize? Kwa hivyo mjue, nikiulizwa mbinguni ulibatiza wengine na ninyi mmenipatia. Praise the Lord. Anyway, the point is, are you ready? Toa kofia bwana. Are you ready for this? Guys, nilikuwa na asubuhi. Okay. Ibrahim, are you ready? Kakombe? Watch. Brian. Sawanjoy. Mobi. Washuka. Unasikia nimewajua majina yote? I believe hata mbinguni mnajulikana. Msiniangushe. Sawa sawa? Let's pray. Baba wetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa sababu ya wapendwa ambao wamesimama mbele ya watu wako, mbele ya kanisa lako Baba wetu. We are going into a very important exercise ya kuwabatiza Baba wetu, tukiamini ya kwamba wamekuamini katika mioyo yao kwamba wewe ni Bwana wao. Tuomba Baba wetu, kama vile ambavyo neno lako limesema, wawezeshe kuzaa matunda yanayolingana na imani yao. Na zaidi ya yote Baba wetu, tuombe ya kwamba kila wakati wajazwe na Roho wako Baba wetu. Waongoza wakiwa kazini, wakiwa shuleni, wakiwa nyumbani Baba wetu. Na ili hata maneno ambayo yanatoka katika vinywa vyao yakawa baraka kwa wale ambao wanawasikiliza Baba wetu. Na kwa sababu ukiongoza tu Baba wetu, tunawapatia pia ujasiri.
I pray that you're going to give them the confidence, na ili katika mambo yote ambayo wanafanya jina lako likaweza kutukuzwa. Pokea sifa na shukrani zetu, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Maana haya ndio maombi yetu kwa imani kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Naomba kanisa tusimame. If you can go singing all the way to the baptism pool, tuende pale. Msiende nyumbani. Let us witness this. Na ili kama uko hapo na bado hujafanya kitu ukaweza kuchukua hatua. Tukimaliza pale tutarudi hapa ili tuwe na meza yake Mwenyezi Mungu. Amen. Haya. Mwende badilishe. Tukutane kwa wanaachilia wapi? Bwana asifiwe. Tunaendelea na tumemaliza ibada ya kwanza. Tutaendelea na ibada ya pili ambayo ni ya ubatizo. Na kama vile tumeombwa, sisi wote tuelekee sehemu ya ubatizo na tuwasherehekee na tuwafurahie. Nikatua mzigo hapa, nina uzima, furaha daima, njooni kafurahini papo. Bwana Wanjohi, unaamini Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako? Ndio, nimemwamini kabisa. Basi kwa sababu ya imani ya Bwana Wanjohi tunambatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme Amen. Amen. Kama kiti kevivyo ni yake ahadi, alivyowekewa navyo kamwe havirudi msalaba. Je, Brian, unamwamini Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako? Nikatua mzigo hapo. Ndio. Haya, kwa sababu ya imani ya Brian tunambatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme Amen. katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme Amen. Ahadi alivyowekewa navyo kamwe havirudi. Msalaba ndio asili ya mema. Je, unaamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kabisa. Basi kwa sababu ya imani yako, nani? David Moya, tunambatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme Amen. Amen. Msalaba ndio asili ya mema, nikatua mzigo wako, nina uzima bora daima, njooni kafurahini papo. Je, Brian, unaamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Naam, ninaamini. Huyu ndiye ambaye anabatizwa na guka yake peke yake. Mpigieni makofi. Haya, basi kwa sababu ya imani Brian Mungai, na Mungai ni huyu. Tunambatiza katika jina la Baba, La Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme Amen. Bwana wangu tena Mungu
msalaba ndio asili ya mema, nikatua mzigo hapo, nina uzima. Jason Kagombe. Joseph Kagombe. Je, unamwa Jackson? Jason. Okay. Wewe unajua yeye ndio majina. Unaitwa nani? Jason. Anasema ni Jason. Jason Kagombe, unamwamini Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako? Kabisa. Kwa hivyo kwa sababu ya imani ya Jason, tunambatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme Amen. Bwana wangu tena Mungu ndilo lake jina, hataacha roho yangu wala kunikana msalaba, Badio asili ya mema nikatua mzigo hapo. Ibrahim Suba. Wapi mzazi wa huyu? Nairobi. Huyu jamaa has been coming to church faithfully hata bila mzazi. Sababu ya imani yako kijana, we baptize you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Tutaomba ya kwamba imani hiyo idumu kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Batiza Ibrahim Suba katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme Amen. Msalaba ndio asili ya mema, nikatua mzigo hapo, nina uzima, furaha daima, njoni kafurahini papo. Atakiri langu jina mbele ya Baba, anipepa hali tena mbinguni nikae. Je, Mumbi, unaamini Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako ya ukweli? Naamini Yesu. Naamini. Basi kwa sababu ya imani ya Mumbi, nambatiza katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme Amen. Amen. Msalaba ndio asili ya mema, nikatua mzigo hapo, nina uzima, furaha daima, njoni kafurahini papo. Jina mbele. Kuna ushindi pale katika lile jina, ushindi pale katika lile jina, kuna ushindi pale katika lile jina. Jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. Kuna ushindi pale katika lile jina, kuna ushindi pale katika lile jina, kuna ushindi pale katika lile jina. Jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. Unaitwa nani? Yeye anaitwa Washuka. Unamwamini Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako?
Basi kwa sababu ya imani ya Joan Mwashuka tutambatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme tutambatiza Joan katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Damu ya Yesu, 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 kwa kweli damu ya Yesu. Vijana mwataka damu ya nani? Sote twataka damu ya Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, kwa kweli damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tumemaliza. Sijui kama kuna mtu ambaye anasema nilikuwa nimejitayarisha ni kunaye. Najua niuliza hivyo siku moja hapa, mzee mmoja akawa ametoa viatu na akaingia kwa maji, mengine tukatengeneza baadaye. Asante. Huyu mzee si mwingine ni yeye. Nilipojaribu kusema atafutiwe nguo, akasema yule jamaa Ethiopian eunuch alitoa nguo wapi za kubadilisha, nitakaa hivyo mpaka jioni. Tupigie makofi Asante, asante. Tuombeni pamoja tena kwa sababu Bwana ametuongoza and ni vizuri kama vile ambavyo tumesema it is a must. Ni kweli. Kwa hivyo naomba wengine pia please jiunge na klasi ya ubatizo. Kiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana Mwokozi wa maisha yako. Tumalize hii kazi kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Amen. Amen. Tupate kuomba. Baba Mwenyezi, Mungu wa mbingu na nchi, twaja mbele zako sema ni asante Mungu wetu kwa kuwa pamoja nasi kwa kazi hii ambayo imekuwa mbele yetu. Mwenyezi Mungu, tashukuru kwa wale wote ambao wamepata kubatizo siku hii ya leo. Pata kuwabariki na uzidi kuwatendea mema. Mwenyezi Mungu, tuomba Roho wako Mtakatifu awe kiongozi wao na wazidi kudumu katika imani hiyo. Baba wa mbinguni, hata na wengine ambao hawajawahi kupita katika njia hiyo ya ubatizo, naomba uweze kuwaguza mioyo yao na waweze kujitolea na kuamini na kutambua wewe ni Bwana na wakapata kubatizwa, maana ni wewe ulitoa hiyo amri ya kwamba nendeni mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu mkiwabatiza. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen.